Hello, karibuni tena kwenye historia zetu za kila siku. Historia ya leo ni siri ya mama wa kambo. Hadithi ya Amana, mtoto jasiri aliyeokoa maisha ya baba yake. Katika kijiji cha Bukira kulikuwa na vilele vya milima vilivyozungukwa na mawingu meupe kama pamba, na upepo ulikuwa ukivuma kwa sauti tulivu iliyofanana na wimbo. Humo aliishi mtoto mdogo aitwaye Amana mwenye umri wa miaka 12. Amana alikuwa yatima wa mama tangu akiwa na miaka 7 tu. Mama yake Maria alikuwa mrembo na mpole kama mwezi wa usiku, lakini ugonjwa wake ghafla ulimnyang'anya pumzi mwisho. Kabla ya kufa, alimshika mkono Amana na kumwambia, "Mwanangu, uwe shujaa, uishi kwa upendo na kama usipoteze amani." Maneno hayo yalimkaa moyoni kama alama ya moto. Baba Amana, ambaye ni Mzee Baraka, alikuwa mtu mwenye nguvu na hekima. Alijitahidi kufanya kila kitu amfanyie mtoto wake, lakini upweke ulimchapa sana kichwani. Usiku mwingi alikaa peke yake nje akitazama nyota, akimkumbuka Maria. Hapa tunaingia katika sehemu ya pili ambapo Mzee Baraka ameweza kumwingiza mke wa pili ndani ya nyumba. Baada ya miaka kadhaa, watu wa kijiji na ndugu walimshawishi Mzee Baraka kuoa tena. Walisema, "Huwezi kuishi peke yako milele, nyumba inahitaji mama." Hatimaye akaamua kumuoa mwanamke aliyesifiwa sana kwa uzuri wake, Bi Neema. Siku ya kuingia kwake, Amana alisimama mbele ya mlango akiwa na shauku. Alikuwa na kiu ya upendo wa mama. Bi Neema alishuka kwenye gari, alivaa gauni jeupe lililong'aa na manukato yaliyofunika hewa yote. Akamkumbatia Amana na kusema, "Mwanangu, kuanzia leo mimi ni mama yako." Amana karudi chumbani kwake akiwa na furaha ambayo hakuwa ameishi kwa miaka. Aliamini kwa moyo wote kwamba hatimaye hadithi yake ya upweke ilikuwa imefika mwisho. Lakini haikuchukua muda mrefu kugundua kuwa macho ya mama huyo hayakuwa ya upendo wa kweli, bali yalikuwa na kitu kingine kisichofahamika. Hapo ndani ya nyumba, tabia za ajabu zimeanza. Siku zilivyopita, mambo madogo madogo yalianza kubadilika. Kwa nje, Bi Neema aliendelea kuonekana mpole mbele ya watu, lakini nyumbani uso wake ulibadilika kama mtu aliyevaa barakoa mbili. Amana alianza kupewa kazi zisizo za umri wake: kuchota maji zaidi ya mara 5 kwa siku, kufua nguo nzito peke yake, kupika hata chakula cha wageni, kufajia eneo lote la shamba. Wakati mwingine alipojaribu kumwambia baba yake, Bi Neema alijifanya kutoa machozi. "Baraka, mwanako amenichukia. Najaribu tu kumlea vizuri, lakini ananionyesha uhasama." Na Mzee Baraka, kutokana na upendo wa upofu penzi jipya, aliamini mke wake. Amana akaamua kukaa kimya na kuvumilia. Hapa ndipo mke wa pili alianza tamaa na kupanua akili ili ajue ni kitu gani ambacho anakwenda kumfanyia Mzee Baraka. Siku moja, Bi Neema alimwambia Mzee Baraka, "Mume wangu, kwa kuwa sasa mimi ni mama wa Amana, si bora baadhi ya mali tuweke kwa jina langu, ili nikitokea kukusaidia mambo yawe rahisi?" Mzee Baraka akiwa hana shaka alikubali. Akaandika baadhi ya mashamba na mifugo kwa jina la mke wake. Kijiji kikaanza kuzungumza chini chini, lakini Mzee Baraka hakujali. Alikuwa na imani kwamba Bi Neema angeilinda familia yake. Lakini Amana alianza kuona kitu. Aliona mara kwa mara Bi Neema akipokea simu za watu wasiojulikana, akihamisha fedha na wakati mwingine kusafiri bila taarifa. Wivu? Hapana, kilikuwa kitu tofauti. Hii ni siku ya siri ya usiku wa manane. Wiki moja kabla ya sherehe ya mavuno, Amana alienda kunywa maji usiku. Aliposogea, alisikia sauti ya Bi Neema akizungumza kwa hasira na sauti ya kiume upande wa pili wa simu. Alisimama kimya nyuma ya ukuta wa sebule. "Bi Neema, nimeshawishi nusu ya mali ziandikwe kwangu, lakini bado kuna hatua moja." Sauti ya mwanaume: "Hatua gani? Umekuwa ukichelewesha sana." "Bi Neema, lazima Baraka aondoke. Bila yeye mali yote itakuwa yangu. Mtoto nitamtupa mbali, hata kuwa na haki yote." Amana alisikia damu ikaganda. Alikimbia chumbani kwake akitetemeka, machozi yakimjaa. Mama aliyemtegemea alikuwa anapanga kumuua baba yake. Usiku ule usingizi haukumwingia. Ubebaji wa ushahidi. Ni ushahidi gani huyu ambaye Neema ataubeba? Kesho yake, baada ya Bi Neema kuondoka kwenda sokoni,
Amana akachukua simu yake iliyokuwa juu ya meza. Hakujua kwa nini, lakini moyo wake ulimwelekeza huko. Kwa historia za ujumbe, aliona mawasiliano mengi ya pesa yaliyotumwa kwa watu aitwaye Shaabani, maarufu kwa biashara zake za giza kijijini. Akaona ujumbe umoja uliozimwa nusu: kesho usiku tuhakikishe hakuna atakayeshuhudia, Baraka lazima aondoke. Amana alijua kuwa kipande hichi cha ushahidi kingemsaidia, lakini hakujua kama baba yake angeamini. Akamwamsha baba yake. Usiku uliofuata, Amana alimkamata baba yake akiwa nje chini ya mwanga wa mwezi, akinywa chai, kutazama anga. Alipomsogelea, moyo wake ulianza kumpiga kasi. Huyu hapa ni Amana anamwambia baba yake, baba, kuna kitu muhimu sana nataka kukwambia. Mzee Baraka, nakusikiliza. Umekuwa mnyamavu sana siku za karibuni mwanangu. Niambie, moyo wa baba yako uko wazi kwako. Amana alianza kulia, akatoa simu ya Neema akamwonyesha ujumbe. Akamweleza kila kitu alichosikia usiku ule. Mzee Baraka alitetemeka, aliinamisha kichwa, macho yake yakajaa machozi. Mzee Baraka alizidi kuongea, Amana, kwa nini sikusoma tabia zake mapema? Umenifungua macho, umeniokoa. Walikaa kimya kwa muda wakisikiliza upepo ukivuma kama unaomboleza. Ni upi mpango ambao unakwenda kutokea baada ya Mzee Baraka kufahamu ukweli kutoka kwa mke wake wa pili? Mzee Baraka kutaka kufanya fujo, aliamua kutumia hekima. Akaenda kwa wazee wa kijiji kuambia ukweli wote. Walimshauri aweke mtego ili ukweli ujidhihirishi mbele ya watu wote. Kesho yake alirudi nyumbani na kujifanya mgonjwa akisema, ninaumwa sana tumboni, sijui kama nitaamka kesho. Bi Neema alijificha kutabasamu, lakini alijua wakati umewadia. Alimuita Shabani usiku huyo, akaongea naye nje ya nyumba, akidhani hakuna anayesikia. Bi Neema akizungumza, kesho usiku tunamaliza kila kitu. Ukimaliza kazi vizuri, nitakupa mara 2 ya ahadi. Shabani akamjibu, usiwe na wasiwasi, watu kama Baraka wanapashwa kutoweka. Kile hawakujua ni kwamba wazee wa kijiji na walinzi wawili walikuwa wakisikiliza nyumba ya store. Usiku ulipofika, wakati Bi Neema na Shabani walipoingia ndani na sumu waliokusudia kumchanganyia Mzee Baraka, taa ziliwashwa ghafla na mlango ukafunguliwa kwa kishindo. Wazee wa kijiji, walinzi, majirani waliingia kwa hasira. Mzee wa kijiji mmoja akazungumza, Neema, Shabani, tumeona na tukasikia yote. Mmetaka kumuua Mzee Baraka kwa mali? Nyinyi ni watu wa giza. Bi Neema alitetemeka, akajifanya kupoteza fahamu, lakini uongo ulitambuliwa mara moja. Walifungwa pingu papo hapo. Amana alitazama kila kitu akiwa nyuma ya baba yake, akiwa na machozi ya mchanganyiko wa hofu na faraja. Baada ya ukatili huyo Bi Neema aliyofanya, Bi Neema na Shabani walikabidhiwa mikononi mwa viongozi wa usalama. Alihukumiwa kwa jaribio la mauaji, ulaghai, wizi wa fedha. Mali zote alizochukua zilirudishwa kwa Mzee Baraka. Kesho yake kijiji kizima kilikusanyika nyumbani kwao kuwafariji. Watu walimpongeza Amana kwa ujasiri wake. Mzee Baraka mbele ya hadhara, bila Amana leo ningekuwa nimekufa. Mwanangu ndiye shujaa wa familia hii. Amana akalia, akamkumbatia baba yake kwa nguvu. Hacha tuone mwanga mpya ni maisha gani Amana anaenda kuishi na baba yake bila kuwa na mzazi yoyote. Baada ya miezi kadhaa, Amana alirudia nyumbani. Baba na mwana walizidi kuwa karibu. Amana akawa mwanafunzi bora shuleni, akijulikana kwa ujasiri na moyo kutunza watu. Watu wengi walisema mtoto huyu atakuwa kiongozi mkubwa siku moja. Mzee Baraka naye alijifunza kitu ambacho hakutakaa akusahau. Upendo wa ukweli upimwi kwa maneno matamu, bali kwa matendo ya moyoni. Amana alikuwa kijana jasiri, mwenye maono na mwenye hekima aliyozaliwa kupitiwa maumivu. Na kila aliposimama mbele ya kaburi ya mama yake, alisikia sauti ile ya mwisho, mwanangu, uwe shujaa. Na kweli alitimiza. Kama umeipata hii historia na umeelewa kwa umakini, naomba udondoshe komenti na utuambie, je, ukikutana familia hiyo, ni kipi ambacho unaweza kumwambia Amana, wala ukampongeza Mzee Baraka kwa kuchukua maamuzi hayo? Tukutane nami, ni Storyteller, ni Hunter the Killer, yuko kwenye microphone. Bye bye.